showed himself to his disciples. After that, he was risen from the dead. So when they had died, Jesus said to Simon Peter, Simon, baada ya kukula, Yesu akamuuliza Simon Peter, Simon, son of John, lovest thou me more than this? Unanipenda zaidi ya haya? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my love. Kama unanipenda, lisha kondoo wangu. Verse 16. He said to him again a second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Verse 17. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved. Well, Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Unajua kama nakupenda kidogo, unajua kama nakupenda yote, wewe Mungu unajua. Thou knowest that I love thee. Na unajua ninakupenda. Ama nakupenda hata kama nimeacha kazi yako nikaenda kuteka samaki. Jesus said unto him, Feed my sheep. Lisha kondoo wangu. Amen. Do you love God? Unapenda je, unapenda Mungu? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Je, unampenda Mungu? Ni maswali tu utaandika kwa sababu tutasoma tukitumia maswali. Does God demand your love? Ni swali. Ukiendelea kujifundisha utajikimbia. What kind of love God wants or asks from you? What are the benefits of loving God? You see, mume enjoy the benefits ama mumepokea baraka za kupendwa na Mungu. Lakini hamjui kuna baraka ambazo ni za kupenda Mungu. Leo hii nataka niende na nyinyi umundu. Muelewe kwa sababu kuna maswali mengi na hiyo maswali nataka ichukike leo. Amen. Na kwa sababu naenda na haraka nataka twende na wewe. Amen. Twende na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Through the scripture we will understand what God wants concerning our love. Tukisoma maandiko tutajua ni kipi Mungu anataka. Tukisoma maandiko tutajua ni Mungu kipi anataka kuhusu sisi kumpenda. Atuongelelei yeye kutupenda, maana ya kwake haina shida. Yeye alitupenda kwanza. Shida ni anasema mnipende. Aliambia Peter mara tatu, je, unanipenda? Je, unanipenda? Anamwambia unajua anakupenda. Anamalizia na kitu ambacho anapenda Yesu lakini hafanyi kile kitu ambacho Yesu anataka afanye. Hello. Anataka kutupatia mfano wa wazee. Kuna wazee wanaambia wake zao ninakupenda. Lakini yeye ananuka nyama na mama ananuka sukuma. Na wakiulizana, je, unanipenda? Nakupenda. Na mama anauliza tena, unanipenda? Na unasema ndio nakupenda. Mama angesema na mama kula nyama peke yake. Kama na. Unajua you must walk with me. Walk with me please today. Hallelujah. Leo ninaomba Mungu atupatie roho ya kutii. Okay, before we continue, God can't ask you what he has not given you. Mungu hawezi akakuitisha kile alichokupatia. Twende na mimi andika kwa kitabu yako Romans chapter number 5 and 8. Amen. Na tunasoma kwa haraka. Mungu akifika anasoma. Amen. Ili twende kwa haraka. Amen. Romans chapter 5 verse 5
Inasema nini? Kwa sababu Mungu wewe hawezi akakuitisha kile hauna, itakuwa ni inakutesa. Kwa hiyo Mungu anasema unanipenda, anaitisha upendo kutoka kwa Peter. And the hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts. Upendo wa Mungu umemiminiwa kwa mioyo yetu kwa wingi. Upendo wa Mungu umemiminiwa kwa moyo wako kwa wingi. Amen. By the Holy Ghost which is given unto us. Kupitia Roho Mtakatifu ambaye tumepewa. Amen. Verse 8 inasema, but God commended his love toward us. God commended his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Upendo wa Mungu haukungojea tukue wazuri ndio utupende. Tulipendwa tukiwa ndani ya dhambi. Upendo wa Mungu ni unconditional. Nasita kwamba hapo because mambo mengi unajua. Kwa hivyo before we continue, kabla tuendelee, Mungu aweza kukuitisha upendo ambao hajatupatia. Amen. Kwa hivyo kila mtu hapa ameokoka ako na upendo amepewa na Yesu na umemiminwa kupitia Roho Mtakatifu yule ambaye tumepewa. Amen. Amen. Number 2, God is asking unconditional love that he gave unto us. Upendo ambao Mungu anasema tupende ni Do you know Peter anasema nakupenda, na hiyo nakupenda iko na condition, na condition ni lazima ulipe. Kama Peter hakuja kuambia Yesu straight, ni kama upendo ya sisi wa Afrika na upendo ya wake zetu. Ni lazima mzee aseme I love you na mama aseme I love you too. Yaani mama hawezi kuja straight akasema akaambia mzee I love you na mzee akasema I love you too. Sasa upendo ule ambao Mungu anaitisha, Yesu anaitisha kwa Peter, ni lazima aulize unanipenda? Hakuna hapo nyuma Peter anaambia Yesu nakupenda. Aliulizwa na mara 3. Na akiulizwa mara 3 alikuwa na hypocrisy. Ndio sitaki mnijibu, baba nitawauliza mara mingi. Mara 40. Msinijibu tafadhali. Lakini aliulizwa unanipenda? Akasema si unajua tunakupenda. Yaani Mungu anaona kweli hapa hiyo upendo si yote nikakufa. Akaanza unanipenda tena akaona uelewi, akamwambia lisha kondoo zangu. Which means alikuwa ameacha, by the way akija kuambiwa hivyo alikuwa ameacha kazi ya kulisha kondoo, ameenda kuteka samaki. Kwa hivyo usiniambie ni Mungu anauliza, "Je, unanipenda?" Unajua watu wengine saa hii ukienda hospitali saa hii ndio unasikia wanawakilia na wakitu. Mungu nilikuwa unajua tu nilikuwa nasema nakupenda lakini Mungu kusema ukweli si kwa nakupenda, pesa yangu nilikuwa nimeweza nilicheza master sana. Hapo wanatubu vizuri kwa hospitali. Kwa nini ungojea uende kutubu vizuri uko hospitali? Si upende Mungu kwa sababu alikupenda kwanza. Amen. Endelea na kuandika because this topic is the best topic of the year. Nimeanza nayo. Amen. Number 3. 1 John, hiyo namba 2 nimesema. 1 John chapter 4 verse 10. Amen. Amen. 1 John. Mungu akifika asome ndio tunapata haraka. 1 John chapter 4 verse 10. Maana kuna watu wananisikiza itakuwa ninasoma kila verse ndio nibariki watu wengi. Amen. Amen. 1 John chapter 4 verse 10. 1 John chapter 4 verse 10 inasema here is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. So tunaona upendo wa Mungu haukuanzia wakati tulifanya kitu kizuri, ulianzia ukiwa kwenye dhambi. Kwa hivyo anaitisha unconditional love, sio upendo wa brother na brother. Amen. Ama upendo wa mke na mume, hapana, anaitisha upendo wa kiume. Amen. Can people really love God as God
demands. Well, have you ever asked yourself, Mungu anaweza really kupenda Mungu? Watu wa dunia hii wanaweza penda Mungu? Nani anaweza penda Mungu kweli? Haya, sio mimi naongea leo. Wacha neno ikuambie. Romans 8:28. Kuna uwezekano wa mtu kupenda Mungu. Hata lazima tujue tusifanye hivyo. Hakuna scripture ya kusimama na can somebody really love God? Amen. As he demands. Hallelujah. Yesu asifiwe. So Romans, Romans chapter 8 verse 28 inasema nini? Inasema, and we know that all things work together for good. Tunajua mambo yote hufanyika kwa wema, for good to them that love God. Hiyo verse already imekumbana ya kwamba kuna watu wanapenda Mungu. Wewe ukisema haiwezekani, Biblia imeona watu wanapenda Mungu. Hallelujah. To them who are the called according to his purpose. Wale ambao amewaita sawa sawa na kusudi lake. 35, the same chapter. 35, unajua kama mtu anaweza penda Mungu. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or pain or nakedness or peril or sword? Hiyo inaonyesha already hatuwezi kataa kana kwamba tuko na upendo wa Kristo. Kwa hivyo Yesu haitishi kitu ambacho hajakupatia. Never will God akuitishe mbegu ambayo hajakupatia. Ni yeye anakupatia mbegu kwanza na anakuambia panda. Ni yeye anakupatia hiyo upendo kwanza na anakuambia panda hiyo upendo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Aya, 1 Corinthians 2:9. 1 Corinthians 2:9. Unaandika, please andika hizo verses. 1 Corinthians 2:9. 1 Corinthians 2:9 inasema, are you there? 1 Corinthians 2:9 inasema, 2:9 inasema, 9 inasema, but as it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love him. So, usiniambie hatuwezi penda Mungu. Hapa Biblia inasema kuna vitu ambavyo masikio, macho haijawahi ona na sikio hajasikia. Kile Mungu amewekea wale ambao wanampenda. Sio wale ambao wanapenda, wale ambao wanampenda. Those who reciprocate the love of God. Kuna kitu, you see, nikisoma hiyo verse, kuna kitu nimeona kikanishangaza. Can you imagine? Wokovu tunaujua, uzima wa milele tunaujua, kusamehewa dhambi tunajua, damu kumwagwa kwa ajili yetu tunajua, kuitwa watoto wa Mungu tunajua, uzima wa milele, kunyakuliwa, Yesu anarudi tunajua. Lakini hakuna sikio inajua kile ambacho wapendwa, hiyo kuchukua na uzito. Maana iliningia, hakuna sikio ilisikia na hakuna macho iliona kile ambacho Mungu amekusudia wako wale wakupenda. Yaani hata pasta wako hajui. Imagine sijui kile Mungu anakupangia ukimpenda. It means akiko hapa kwa Biblia kiko kwa akili ya Mungu. Yaani saa hii ukipenda Mungu kuna mawazo ya Mungu saa hii. Yaani yeye anapanga kitu hujawahi kusikia. Pasta hiyo kitu nakwambia, hiyo basi imenigonga. Ilinigonga hapa, nikauliza Mungu, je, Baba, kuna siku nitafika hiyo kiwango nipate hiyo kitu? Maana vitu zingine tunajua. Haleluya. Amen. Lakini hii wale wanapenda Mungu. Hata pasta ndogaji. Unajua? Naweza niambia. Bali wanasema hakuna sikio, hakuna macho yashaona. Kwa sababu wale wanapenda Mungu. Kuna kitu wanakupangia.
Saa hii hata pastor hajui maana iko kwa akili ya Mungu right now. Na tunasema tunapenda Mungu. Acha tuendelee. Maana hii ni topic nzuri sana itakusaidia. Amen. Now, 1 John chapter 4 verse 7. Tunaenda kwa verse by verse. 1 John. Tuko hapo kwa mtu anaweza kupenda Mungu. 1 John. Ukifika hapo sema amen. 1 John chapter 4 verse 7. Neno Bwana linasema, "Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God, and knoweth God." So, usiseme there is no possibility ya kupenda. So, kuna possibility 100% ya kupenda Mungu. Kila mtu. Amen. Aya, number 4. What kind of love God is asking from us? Hallelujah. Mungu anaitisha upendo wa aina gani? Hallelujah. Oh. Romans chapter 12 verse 9. Tunaenda haraka. Romans chapter 12 verse 9. Umefika? Romans chapter 12 verse 9 inasema hivi. Enda na mimi haraka. Inasema na uandike. For this is the word of promise. No, it is misquoted here. Here it is misquoted. 12:9 is in here. No, 12:9. 12:9 inasema, thank you. 12:9 inasema, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. The kind of love Mungu is asking from you is that love ambayo haina dissimulation, haina unafiki. Hallelujah. Amen. Haina nini? Upendo ambao haina unafiki. Aya, John chapter 15 verse 12. Haraka sana. John 15. The book of John chapter 15 verse 12. Inasema, leo tutasoma kusoma Biblia. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. So, the kind of love Mungu anataka tunupende is the same love alitupenda yeye. Atuitishi kitu hatuna pastor yetu. Hiyo love alitupenda. Akatupenda tukiwa wambaya. How many times unakasirikia Mungu labda kupatia? Hata wengine saa hii ni kama unakasirikia Mungu kwa sababu una mzee. Utapenda Mungu uwe na mzee, usikuwe na mzee utapenda Mungu. Tena alikupenda ukiwa wenye dhambi na anakupenda na akakufia msalabani. Because that is unconditional love. Wengine unakasirikia Mungu hata anapokuji service wakati unafanya kazi. Unaenda kujificha. Utapenda Mungu siku hiyo umekutwa ndio utakuja wa kwanza. Maana Mungu alikupenda unconditional. Na akasema na wewe ukupende unconditional. Wapendwa, Mungu anaitisha kile alikupatia. Haitishi kitu atakupatia. Hallelujah. The same kind of love he has loved you. Anasema ukupende. Amen. What else was it you? The other one is 17 verse 26 John. The Gospel of John. Amen. 17 verse 26 inasema nini? Inasema 26 inasema, and I have declared unto them thy name, and they will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. So haitishi upendo ambayo hajatupatia. Amen. Huo upendo Mungu alikupatia ndio anaitisha. Amen. Aya hizo zingine unaweza kuandika. 1 Corinthians 13:4. Upendo una uvumilivu. Upendo hiyo unajua. Aya 1 John 3:18. 1 John 3:18. Tunataka kujua ni upendo gani. Amen. Kwa aina gani? 1 John, are you there? Watu wengine mkisikia tunasoma basi mnatoka kiani.
Ambia mtu kwani umetoka njiani. Kuna watu watakaki kuandika Biblia verses mingi kwa sababu unajua kusoma kwa sababu pamoja na wanalala. Leo tutakula na wewe pole pole. Hallelujah. First John chapter 13 verse chapter 3 verse 18. Mtu alisomea kama ameandika na sauti kubwa. Okay. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Baba ni bona shida. Hapo sasa shida imeanza. Upendo, wale wazee mmezoea kuja kuambia mama na kupenda na haoni pesa kwa kulipwa sahau. Unapoambia mama na kupenda, wewe kama mshahara hapo mpangie. Kuna kwa the men say amen. Si umesikia wamekataa? Ni kwa sababu hawataki. All the women say amen. Amen. Kama unapenda mama, leta pesa. Upendo sio ya maneno matupu. Upendo iko na matendo. And all the men now say amen. Unaona wamesema hata saa yote wanataka waambie si unanipenda nifanyie hivi. They are easy. Nioshe nguo, nipigie basi. Lakini wao wakipata mshahara lazima kwanza wajifiche waende wakule miguu ya ng'ombe. Kwani miguu ya ng'ombe Mungu akule ndio atengeneze nini? Andao the men wakaniangalia na matumba. Andao wananiangalia na matumba. Mimi nakuta wazee wako hapo watakatakatiwa mguu mzima na unajua iko na kama iko stiki iko na ile cheni. Anakula akamaliza. Na atisha tomaji. Na anaenda hapo na kipita atanunua sukuma. Hata Mungu anakujia mzee wake. Huyo mzee atakuka nyama lakini si ile za red, ni kama zile za huko za miguu. Na unasema unapenda. Upendi kwa maneno, unapenda na kupeana kwa ukweli. Ambia mtu hivyo. Yes. So hiyo upendo unauliza nitapenda Mungu hadi leo utajua. Ndio ukikosa ujuange na vipoko zinakuwa mingi ukiwa unajua. Kwa hivyo leo nitakufundisha ndio vipoko zikuwe mingi. Na Biblia inasema Daudi anajua na afanye hivyo, anapigwa vipoko. Si useme mingi. Na yule ajui hizi katika baba anaacha anapigwa kidogo kwa sababu ya Mungu. Amen. Tuko wapi? 1 John 3:18. Andika 2 Corinthians 6. Hiyo andika Romans 13:10. Twende number 5. Number 5 ni love is always a debt that can't fully be paid ever. Ukisoma Romans 13:8 inasema na mkuwe na deni moja tu, na hiyo deni unaambiwa ukae nayo ni upendo. Kwa hivyo hakuna mtu anasema nilimpenda jana nikamaliza. Utampenda mpaka akufe. Kama ni mzee, utapenda Mungu mpaka mkutane ama ukufe mwenye kuta. So upendo uko na deni ya utapenda. Kwa hivyo wacha kusema nilipenda jana because sasa hivi kama tutolee Mungu unasema tulitoa sana. Hello. Aya. Number 6. How can I know that I love God? Mimi naweza jua kwa kwamba ninampenda Mungu. Yes. Ati wapi? Andika sote. Nitachukua moja hapo. Andika 1 Corinthians 8:3. Andika John chapter 14 verse 15 na 21-23. The same John chapter 14. Nimesema John chapter 14 verse 15, 21 and 23. And John chapter 15 verse 12. Na nitachukua moja tu hapo kusoma. Sasa tunaenda kusoma baadaye. John 15:12 inasema. John 15:12 inasema. John, the book of John, the Gospel of John, 15
12 inasema nini? Inasema, this is my commandment, that you love one another as I have loved. If you want, how can I know? How can I know that I love God? Angalia vile Yesu anakupenda, unampenda hivi. Maana anasema love others as I have loved. And it is the same love that unataka upende na. How many times do you deny yourself because of the work of God? Hallelujah. Do you love your brother because you cannot say you love God and you don't love your brother? Loving that has not given, then kuna shida. Because yeye mwenyewe, for God so loved the world that he gave. True love, and that love gives without condition. How many times would I give without condition? Unataka uniambie ni love God? Okay, number 7. Hii hapo sasa. Hata unasema utoke hapo haraka. Hallelujah. Can you lose love? Unaweza poteza upendo. Amen. Nimeona kwa Biblia verses 2. Moja inaongea na upendo wa wengi utakuwa baridi. Kwa hivyo upendo wako unaweza kuwa baridi huko, lakini umekwama kwa hali. Kuna wengine za hii upendo haiko mahali kwa fridge, iko hapo kwa diffuser. Imekauka, ndio unajua kupenda. Lakini huwezi penda maana upendo imekuwa na baridi. Hata ukisema unasema napenda, lakini uko kwa baridi. Let me go slow because he didn't return. But this message is simple and sweet. Amen. The other verse ni 1 John 2:15. Hiyo tunasoma. 1 John 2:15. 1 John 2:15. 1 John 2:15. 1 John 2:15. Na mtu amefungua ya kusoma. Inasema 1 John 2:15 inasema ana mtu amefungua ile ya kusoma ni nzuri. Nimekusomea. Lakini utasoma nini? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Mtu sahi anapenda vitu vya dunia hii na anaacha kupenda Mungu. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana kupenda Mungu. So you can lose it. You can claim to have it but you don't have it. Amen. Amen. These are the verses in the condition 8. Love belongs to God. 1 John chapter 4 verse 7. Because God is love. Hii upendo Mungu anatuitisha ni ina yake. Ni yeye alitupatia. We did not know how to love. God loved us first. And then we understood how to love. Number 9. God is love. God has chosen to be loved. Mungu ana hasira. Lakini Mungu achagua kuwa hasira. I said God is wrath. Hallelujah. Maana Mungu kasirika. Lakini God has chosen to be loved. Hallelujah. Ni kama ukuwe na chumba kina nyingi, lakini uchoose bedroom hapo ndio unapatikana sana, ndio unalala. Sasa bedroom ya Mungu. Hallelujah. Ati ni love. God is love. Ndio anakasirika na atajaji. Lakini semeni God is judge. No, inasema God is love. Ameamua apumzike hapo kwa upendo. Maana akienda zile sehemu zingine hutafurahia. Ameamua kuwa upendo hata kama ulikosa. Mungu tu alikuwa bedroom yake ya upendo. Ndio hata huko manishiwa. Amen. Lakini naye kwa sababu anakupenda, anasema nikija nitakudiscipline. Na kuna urembo fulani utaenda. Tuliona hiyo sabuni. And when God chastises you, kuna beauty about disappear. Kwa hivyo wengine hata tumepoteza beauty si kuroka. Umetoka kwa nyumba ya kuchastiziwa, unafundishwa na Mungu. Amen.
Amen. Love summarizes the law. Love is of God. God is love. Love as I have loved you is the new commandment. Do you know the new commandment is not love your neighbor as you love yourself? No. The new commandment si upende jirani vile unajipenda, kwa sababu kuna watu wanajipenda, wanajinunulia mkuka. Kwa hivyo utanunulia wewe mkuka kwa sababu unajipenda kama unampenda. Kuna watu wanajipenda saa yote wanajipatia tu manyama, na kuna mtu hataki manyama. So Biblia inasema in the love as I have loved you. So the standard of loving ni Yesu. I say amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe, hao watoto wasitoke hapo, hao watoto wakuje ndani wote. Watoto usiruhusu mtoto atoke nje. Hao watoto wasitoke nje. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Do we have people that have no love for God? Tuko na watu wana upendo wa Mungu. Yes. John chapter 5 verse 42 inaandika. Hapo sisemi ati ni automatic kila mtu anapenda Mungu, hapana. Biblia inakataa hiyo wazo yako. Amen. Imekataa hiyo wazo yako. Aya, John chapter 8 verse 42. John chapter 14 verse 24. Amen. Hallelujah. What else was it doing? Let's see another story here. 1 Corinthians chapter 16 verse 22. Amen. 5:42 inasema nini? Hallelujah. 5. We have people that have no love for God. Yes. John chapter 5. John, the book of John. Are you there? Chapter number 5, verse 42. Inasema 42 inasema, but I know you that ye are not the love of God. Hallelujah. Hallelujah. Inasema, but I know you that ye have not the love of God in you. Na ninajua ya kwamba hamuna upendo wa Mungu ndani yenu. Kwa hivyo kuna watu wa dunia hii hawampendi Mungu hata. Though God loves us unconditionally. Hallelujah. Though God loves us unconditionally, many have rejected this love. Rejecting God's love is rejecting God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The number one benefit when you love God. Salvation is known. Eternal life is known. Forgiveness of sins is known. Jesus coming for us is known. But amazingly, it is not known. It is still in God's mind. Iko katika moyo wa Mungu. Yaani yule mtu anapenda Mungu. Mimi siongei Mungu kukupenda. Mimi siongei juu ya Mungu kukupatia vitu. Ninaongea juu ya wewe kupenda Mungu. Ukipenda Mungu kuanzia leo, kile ambacho anapangia hata shetani mwenyewe hajui. Hata shetani hajui kile umepangiwa, wewe unapenda Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. And as I wind up my topic, nataka niulize. Love demands approve your mission. 2 Corinthians chapter 8 verse 24. Na mtu mmoja anisomee.
2 Corinthians chapter 8 verse 24. Mtu anisomee. Mtu anisomee, nitapatia microphone. Inua tu mkono unisomee. Wewe umefika, inua mkono unisomee. Hakuna mtu amefika? Hayashi. Kujia microphone. Kuja na hiyo kitabu. Haleluya, unisomee. Usiseme pastor ni kama mbegu yake nasema vile anataka. Kuna watu wengine wazao wasome Biblia wanaandika Biblia sawa. Huyo pastor akiongea kitu Biblia inasema hivyo. Hiyo Biblia ni yake. Kama Biblia ilikuwa inasema pia. Wewe mbona unasoma? Kama ukiita badali kama mwingine, ni lazima uweza. 2 Corinthians chapter 8 verse 24. Therefore, show to them, and if you call to judges, the proof of your love. The proof of your love and of our boast. Well, proof means what? Give it. Why you obey the about the ladies wanatokea mzee. Sio wewe. Kitokea kama kwa mzee wako kwa mrudia muulize. Ni kitu. Unaona mtaki kusema na hapo sasa. Hata wewe unarudia unakataa. Upendo una nini? Una nini? Halo? Hapo basi tunaongea. Kwa sababu mimi nilipenda mtu wangu. Nilikuwa nataka kumfanyia baadhi ya maombi na Mungu, lakini sasa hivi ninangojea naomba. Narudia hapo. Halo? Halo? Hivi? Upendo una? Hello, the man say amen. Upendo una nini? Ndiyo. Upendo una nini? Na hiyo thibitisho sio wewe upiche, ni ionekane. Kwanza ionekane kwa kanisa. Na kupenda na ni uongo. Unanuka choma na kunuka chakula nyama kwa wiki. Na kupenda. Na wao wanakuja mtu. Wanaona anajipenda wanazirudia vitu zuri na ukienda kunulia mko na kuleni ya shilingi 3. Nye. Upendo wa Mungu unadhibiti. Wacha tufanye ombi wako. Wacha tuthibitishe huu wa Mungu wewe. Wacha tuthibitishe na msomi wa Biblia. Amesoma theology. Nataka tuthibitishe kama upendo wa Mungu una proof. Niambie ni kama in the book of John chapter 3 verse 16. Ndio inasema kwamba vile Mungu alipenda ulimwengu. Huyu ni msomi wa akupenda na maneno. Akasema, ninawapenda ninasikia. Kwanza majenzi wa siku wana upendo mzuri. Lakini mwisho nasikia hebu ningache viti. Ndio hiyo yote ni Mungu. Kuomba kwa hiyo sio upendo. Hata unajua mbali ya kupenda na kulaki mpaka nasikia hebu nikasema mimi. Hiyo sio upendo. Ukimaliza kusomea mtu mstari vile umpenda ingia hapa umpatie lunch. Unataka kwa sababu upendo wengi umekuwa baridi kwa complete. Hapo. Siwezi kumwambia. Iko complete. Soma hebu tuambie tena. Kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Akamtoa mwanao wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Shida ni unakuja kuwa na uzima wa milele lakini hamtaki kupenda Mungu na Mungu. Ambia mtu wewe. Basi panda ndio. Wakati mmesikia kitu wewe. Hebu ni wewe hapo kidogo. Kwa sababu you love God. Hello, si unasikia kuna amen. You love God. Yes. If you love God, hii kipunde ni cha pasta hapa ni cha Mungu.
kucheza hizo kiki vizuri tata titi. Audio na